Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada ya rahma na amani kipenzi chetu Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, jambo ambalo ninalotaka kulizungumzia leo hapa si lingine bali ni jambo zima la ruqya, ama kwa maana nyingine, nimepatapo habari watu wanakuwa na kigugumizi juu ya jambo la ruqya. Je, ruqya ni haram au ruqya ni halali? Kwanza ningependa kuwaambia ndugu zanguni wa Kiislamu wote ya kwamba ruqya haina shida, ruqya ni halali, ruqya haina uharamu wowote ule. Miongoni mwa ilmu ambazo walizikusanya watu kutoka katika kifua cha Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ilikuwepo ni ilmu ya tiba, ilmu tib, ambayo katika ilmu ya tiba ndio ndani yake tunapata hii ruqya. Ama yule ambaye anayesema ruqya haifai, huyo usimsikilize, huyo hana ilmu ya tiba. Miongoni mwa maswahaba ameripoti swahaba mmoja akiwa anasema Bi Aisha radhiyallahu anha kwamba Bi Aisha alikusanya ilmu tatu kutoka kwa kifua cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hizo ilmu ikiwemo ilmu ya sharia, ilmu fiqh, ilmu ya sharia, lakini pia ikiwemo ilmu hii ambayo tunaiita ilmu ya mashairi, lakini pia ikiwemo na ilmu ya tiba. Ama wamesimulia masahaba radhiallahu anhum, Ibn Qayyim, al-Imam Ibn Qayyim, mwanafunzi wa al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, anasema ya kwamba tiba ya mtume zilikuwa ni vitu vitatu. Yani mtume alikuwepo tiba zake ni tatu. Yanapomkuta madhara, anapoumwa, tiba zake zilikuwepo ni tatu. Ama tiba ya kwanza, alikuwepo anafanya tiba kwa kutumia, nasema ni kitabu ambacho ninachonukuu ni kitabu kilichoandikwa na Sheikh Sami pamoja na Sheikh Abdullah, ambacho kinaitwa Fathu Haqqul Mubin, kimefanywa tarjama au muqaddima, kifanya muqaddima au introduction na Sheikh Ibn Baz. Anasema tiba ya kwanza ni natural medicine, dawa za kawaida, dawa za asili. Hii ndio tiba ya kwanza, dawa za asili. Ama tiba ya pili ni divine medicine, dawa za kiroho. Ama ya tatu alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akizichanganya hizi mbili, maana yake anachanganya huku na huku. Lakini pia zimekuja hadithi nyingi sana. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwepo akiwa anawaombea wake zake na familia yake, akiwa amekutwa na madhara, akiwa akimshika kichwa na kumwambia adhhibil bas ishfi anta shafi la shifaa illa shifauka shifauka la yughadiru saqama. Hii ni nini? Hii ndio hii tunayoita ruqya. Ama kwa upande mwingine, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amefanya ruqya, amewafanyia watu, na hadithi zipo nyingi sana. Na ndio maana tunasema yule ambaye anakuja kulipinga ili jambo na kulikingia kifua kusema ya kwamba ni haramu, utakuja kuzungumza mwishoni, huyo hatuwezi tukamsikiliza, na tunasema huyo amepotea, kwa sababu hiki amekuja nacho mtume, na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyefundisha ruqya. Ama dawa za asili namna gani?
Mfano maradhi kama vile kijicho, al-aini. Mtume alikuwa akiwaambia Asma siku moja alipomfuata Mtume na kumwambia familia ya Bani Jafar wamekumbwa na kijicho. Mtume akamwambia kawafanyie ruqya, fa inal ainu haqq, hakika ya kijicho ni kweli. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anayazungumza haya maneno, kawafanyie ruqya. Ama ruqya ni nini? Ruqya wamesimulia tofauti walimu wetu waliopita na maswahaba na maulama na maimamu, lakini wote walichokizungumza kinakuja kuishia kwamba ruqya ni mchanganyiko wa maneno, wito kwa Allah, kumwomba Allah, ikiwemo visomo na adhkar. Hii ndio ruqya. Ama tuliposema Mtume akupo akifanya divine medicine, hii ndio divine medicine. Ama akiwa akifanya natural medicine, mathalan kile kisa cha baba yake na Abu Umama ambaye alikuwa akiitwa Sahali ibn Hunayf alipofanyiwa kijicho na Ibn Rabia. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipopelekewa taarifa hii, alimfata Ibn Rabia na kumwambia akoge maji kisha amwagiwe Sahali ibn Hunayf, na Ibn Hunayf baada ya kumwagiwa yale maji akapona. Hii ndio tunasema natural. Ama pia Mtume akasema jitibuni kwa tende, bali pia black seed ambao tunaita habati sauda, lakini pia akatuambia kwa asari na mambo mengi. Maradhi ya tumbo Mtume akasema tumieni asari. Hii ndio tunasema natural medicine. Kwa hiyo ruqya ni maneno ambayo tunasoma aya za Qur'ani, tunataja wito kwa Allah, adhkar tofauti, baadhi ya dua mithili ya rabbun nas ishfi anta shafi la shifa illa shifauka shifauka la ghadimu saqama, dua hilo. Au bismillahi arqiqa wallahu yashfi min kulli da'i yudhika wa na'udhu billahi minal sihr wallahu yashfi, dua hilo. Ama bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim, dua hilo. Lakini pia aya za Qur'ani tunazisoma mithili ya ayatul kursiyu, ayatul kifaya na aya nyingine tofauti, tukiwa tunamsomea mtu aya ambazo zinatabiri, zinabashiri adhabu, aya ambazo zinaeleza ushindi, ambazo zimegawanywa katika mafungu maalum, na Mtume ndio alikuwa akifanya hivi. Lakini pia kutumia Qur'ani kumtibu mtu, Allah mwenyewe ametuambia katika Qur'ani, ndani yake kuna ponyo. Katika surat Al-Isra aya 82 akisema wanunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lilmu'minin wala yazidu dhalimina illa khasara. Tumeteremsha katika Qur'ani ndani yake ma huwa shifaa, kuna shifa, kuna ponyo, kuna dawa kwa waumini, wala yazidu dhalimina illa khasara, na akiwazidishiwa waliopotea isipokuwa khasara. Sasa huyu Allah subhanahu wa ta'ala anayazungumza haya. Kwa hiyo ruqya haina shaka, lakini sasa ruqya kwa mwenye kuja kuitia kasoro ruqya, kwa kuwa tumesema ruqya ipo hivi, hatuishii kwa kutosheka tuseme kwamba ruqya, lazima tumalizie kusema ruqya ya sharia, kwa sababu wapo watu watajificha katika mzizi wa ruqya aliyakuwa wanachokifanya si ruqya ya sharia, bali ruqya ya sharia Allah subhanahu wa ta'ala ni ile ambayo alimfundisha mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, naye akaja kuufundisha umma. Wa balagha risala, mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akaleta ujumbe ambao alipewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ruqya ya sharia ni ile ambayo inafungamana na Mwenyezi Mungu, bali si ile ambayo inayofungamana na visaidizi kinyume na Allah. Tukisema shirki, moja kwa moja tumeenda kinyume na tauhidi. Lakini ruqya, kama mwenye kufanya ruqya kweli akaitikadi kwa Allah akichanga